Hello dear friends, welcome again to my channel. Is me Teacher D. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea channel, ni kuomba usiache kusubscribe, kulike, kushare pamoja na comment. Wakati naangalia baadhi ya video zangu nilikutana na comment moja ambayo mwanafunzi niuliza swali kwamba ni mbinu gani au ni njia gani sahihi ya kujisomea, either ni group discussion au nisome mwenyewe private. MSC Podcast walikuwa na mmoja Professor Asadi ambaye tunakumbuka ni CAG mstaafu, na ambapo yeye mwenyewe alijaribu kuzungumza moja ya njia kati ya hizi mbili ambazo mwanafunzi amekuwa akiuliza. Professor Asadi alidiscourage moja ya njia hiyo. Sasa nataka kwanza tuisi video, halafu baadaye tunakuja sasa kuangalia kati ya hizi njia mbili wewe kama mwanafunzi wa gani sahihi ambao unaweza kaitumia. Unatazame kwanza hii video ambayo nakuwekea hapa chini. Ndio experience yangu ya kwanza ya group discussion, na sikuipenda kwa sababu niliona kama kile kitu cha kukaa masaa matatu pale tunasoma hakunipa faida kubwa. Ningekaa mwenyewe within half an hour ningeweza kupata vitu vingi zaidi. Kwa hiyo kwa kweli nilijifunza kwamba group discussion si namna nzuri ya kusoma. Baada ya kuangalia hiyo video, nafikiri utakuwa umegundua kwamba Professor Asadi alijaribu kutumia njia ya group discussion, lakini anacho discourage ni kwamba aligundua kwamba alipoteza macho angekisoma alijikuta na kifanya ndani ya masaa matatu. Sasa kuja na baadhi ya faida na hasara, lakini na kukushauri ni njia gani ambao mimi binafsi pia naona inaweza kawa ni njema. Twende pamoja. Kusoma private, faida zake ni kama zifuatazo. Moja, utasoma kwa kasi. Yaani maana yake speed yako ya usomaji itakuwa ni haraka. Utaweza kusoma au kukava tu muda mfupi, unaweza kuwa umemaliza kusoma topic moja au mbili. Lakini faida ya pili ni kwamba hakuna disturbance, hakuna kelele, hakuna mtu atakuja kukusumbua au kukurudisha nyuma au kukuambia mdaji, maana yake wewe unakuwa uko peke yako. Kwa hiyo hiyo pia ni njia moja wapo kama mwanafunzi itakusaidia kwamba unakuwa uko mwenyewe comfortable, unasoma wewe peke yako. Lakini faida nyingine ni kwamba ni rahisi kugundua udhaifu wako, kwamba pale ambapo wewe utakuwa unasoma utakuwa unaweza kujiassess peke yako na kuona kwamba mpaka sasa hivi sijamaliza topic mbili, au itakuwa ni njia sahihi ya kugundua udhaifu wako, changamoto yako. Lakini hasara za hii njia ya kusoma peke yako, hasara ya kwanza ni kwamba hakuna mtu wa kumuuliza, sawa, au kukusahihisha. Hakuna mtu, mfano unasoma umefika sama, hakuna mtu utaweza kumuuliza kwamba hapa nafanyaje. Au wakati unasoma unaweza ukasoma vitu ambavyo hakuna mtu anaweza kukusahihisha kwa sababu uko peke yako. Hiyo ni hasara moja wapo ya kusoma peke yako. Lakini hasara nyingine kwamba ni rahisi kuzembea. Yaani ukiwa mwenyewe unajisomea nyumbani unapata uvivu. Anaweza akakwambia bwana soma, yaani hakuna mtu kukuinspire, kukushawishi, kukutia nguvu kwamba soma, maana yake ni rahisi kuzembea. Lakini ya tatu, hasara nyingine kwamba unaweza kuchoka haraka. Umesoma tu introduction, unaona kama hujielewi au umekutana kikwazo katika hiyo topic, umeona ni rahisi sana kuchoka kuendelea. Hizi ni faida na hasara kwa kusoma peke yake. Hizi ndizo faida na hasara zake. Sasa tuangalie pia faida na hasara kwa mtu anayetumia group discussion. Faida ya kwanza ni kwamba unajifunza kutoka kwa wengine. Yaani pale unapokuwa unasoma kwenye group discussion ni rahisi sana wewe kujifunza kutoka kwa wengine. Kuna vitu vingi ambavyo unakuwa hujui. Unapokuwa mpo wengi pale ni rahisi kuchukua vitu kadha wa kadha kutoka kwa wengine. Lakini pia ni rahisi sana kueleweshana kitu fulani kwa haraka, ambavyo kwenye kawaida jambo likisha kushinda limekushinda. Lakini mkiwa wengi ni rahisi kusema hichi kitu kinaenda hivi, huyu mwingine akasema hichi kitu kinaenda hivi. Kwa hiyo inakuwa rahisi mtu kueleweshana kwa haraka. Lakini pia inasaidia kukumbuka zaidi. Unapokuwa mpo wengi, once utakuwa peke yako utakumbuka kipindi hivi swali lilivyoulizwa, fulani alisema kitu fulani, Juma alisema kitu fulani. Kwa hiyo ni rahisi kupata points. Umeona, ambavyo ni tofauti ukiwa peke yako. Jambo fulani ukikwama hata kwenye kaneno fulani, labda ulikariri neno ni gumu, ukishashindwa hata kuhitaji spelling, ni rahisi sana kusahau vitu vya nyuma. Lakini hapa tunakumbuka zaidi vitu ambavyo mlivisoma. Sasa mbali na hizo faida za group discussion, kuna hasara pia ambazo zipo katika hii group discussion. Kwanza ni rahisi kupoteza muda. Yaani njia hii inaongoza kwa kupoteza muda. Kitu kidogo, mtu tu kwenye introduction kila mtu anasema hizo muda sana. Lakini je, hasara nyingine ni kwamba watu wengi wanaweza kuwa wavivu. Yaani unaweza kukuta mpo pale lakini mtu mmoja ndio yuko smart, au mtu mmoja ndio yuko serious, lakini wengine wote wapo kiuvivu. Kwa hiyo ni rahisi hata yule aliyoko smart akaingiwa na uvivu kutokana na yani kuambukizwa na hao ambao wamemzunguka. Kwa hiyo ni rahisi sana pia kuingia kwenye uvivu. Lakini sababu nyingine au hasara nyingine ya njia haiwezi kuwa msaada. Kama hilo group halitokuwa na discipline, mtakuwa mnapoteza muda. Na ndicho alichokisema na Professor Asadi kwamba aligundua kwamba pale amepoteza muda sana, kitu ambacho tuna discourage. Sasa ni group discussion inafaa kwenye mambo yafuatayo.
Hii inafaa labda kwenye kujadili maswali ya mitihani, mnafanya discussion ya mitihani, lakini labda kufanya past paper, mpo mnafanya solving za past paper, hii liko vizuri. Lakini pia kueleweshana topic ngumu, umekuta topic imekuwa ngumu, mmekutana pamoja mnajadiliana, hiyo inakuwa rahisi. Lakini inasaidia kujipima kuna uelewa gani wa topic fulani. Limekuja swali pale mmejadili, ni mambo gani ambayo umeyachangia kiasi kwamba imekusaidia kujigundua kwamba mimi nikitoka hapa ninaenda kukava sehemu fulani. Sasa hii group discussion iwe productive, tuitemu kwamba hii ni productive. Cha kwanza, wote natakiwa muwe mmeshaipitia topic husika. So tunafika hapo tunasema tunasoma equilibrium au tunasoma linear programming, watu wote ni mpya. Wewe unaelewaje? Hakuna. Kwa lazima to make sure kwamba by the time tunakuja kwenye discussion, kila mtu tayari amekuja ameisoma ile topic, tunakuja kujazia nyama kuhakikisha tunaijaza pamoja. So tunafika pale wote ni wanafunzi wapya katika ile topic. Lakini jambo jingine, ili discussion iwe productive, lazima muwe na discipline. Lazima wanafunzi wote mliopo kwenye ile group muwe na discipline. Lakini hakuna mizaa wala michezo. Lazima tudiscourage mizaa na michezo. Kama unaingia kwenye discussion, hakikisha wale group member wako wote ni watu ambao wako committed na wako serious kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo kama itatokea kuna mmoja wenu analeta mzaa au analeta michezo, huyo ni mtu wa kumuondoa kwenye ile group, kwa sababu pakitokea hapana discipline, ule usomaji wote utakuwa umevurugika. Lakini jambo jingine ni kwamba ujitahidi kumanage muda. Sio kitu kidogo wanafunzi wanakaa pale masaa 2-3. Yaani unajikuta umesoma introduction tu na topic na point mbili, badala kwamba ule muda ambao umeutumia wote mngeweza kukava topic nzima. Kwa hiyo kati ya hizi njia mbili ambazo mwanafunzi aliniuliza kwamba ni njia gani sahihi ya kutumia, hizi njia zote ni nzuri kulingana na mazingira, kwamba je, unasoma katika mazingira gani, memba wako lao labda kwenye group wakoje, je, unahitaji kusoma kwa sababu gani? Umeona? Yaani hizi zote sababu ziko za aina mbalimbali. Lakini mimi kwangu binafsi, mimi mwenyewe pia nina prefer kusoma peke yangu. Lakini kuna wanafunzi wengine wanapenda zaidi kusoma kwa group kwa sababu ndio njia rahisi ya wao kuelewa. Kwa hiyo itategemeana wewe ni njia gani ambapo ukiwa unasoma inakuwa rahisi kuelewa au kukava vitu kwa wingi. Topic moja unaweza kaisoma ndani ya siku moja ukiwa peke yako, lakini je, ukiwa na wenzako topic hiyo mnaweza mkaisoma kwa muda gani? Kwa hiyo lazima uangalie advantage na disadvantage, lakini pia uangalie ufahamu wako wewe uko namna gani once it comes kwenye issue ya kufanya discussion na kujisomea wewe mwenyewe. Lengo kubwa ni kutafuta njia rahisi ya kuhakikisha kwamba mwanafunzi unafaulu mtihani wako au una cover topic kadhaa ndani ya muda mchache. Thanks for watching. Kama utakuwa na swali unaweza kuniandikia hapo kwenye comment. This is me Teacher D. See you next time. Bye bye.